بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Ndugu zangu Waislamu wapenzi wa chaneli yetu pendwa ya Al-Jazr TV, tumekutana mara nyingine kwa ajili ya kukumbushana hasa mambo yanayohusu dini yetu, na walillahi alhamdu, kwa uzuri na utukufu wa chaneli hii ni kule kuyabeba haya mazuri na matukufu yanayohusu dini yetu na jamii yetu kwa ujumla. Ndugu zangu Waislamu, tupo katika mwaka 1448 Hijiria, ni mwaka mpya wa Kiislamu katika zile siku za mwanzo. Tukiangalia ama tukiona namna ya mwaka mpya ulivyo wa Kiislamu, basi tunapata kukumbuka jambo kubwa sana katika dini yetu ya Kiislamu. Tunapata kukumbuka ile safari tukufu ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akitekeleza amri ya Mola wake ya kuhama kutoka Makka kuelekea Madina. Kaifa kanat alhijratu nabawiyya, vipi ilikuwa safari hii ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa madha taallamna minha, na tumejifunza nini kutokana katika safari hii? Kitu gani tumejifunza katika safari ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ndugu zangu Waislamu, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipata kuishi na kuilingania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala katika mji wa Makka takriban miaka 13. Ndani ya miaka hii yote 13, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipata maudhi, akipata madhila kutokana na wale makuraishi wa pale Makka, makafiri. Walikuwa wakimuudhi, walikuwa wakimghasi ili ile dini ya Allah subhanahu wa ta'ala isipate kuenea ulimwenguni. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba zake walifanya subra ya hali ya juu mno. Walijitahidi kusubiri na kuvumilia kutokana na maudhi na madhila yote ya makafiri katika mji wa Makka. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabla ya kuhama safari hii, katika tabu na shida alizokuwa akizipata katika mji ule, walikuwa wakiteswa sahaba zake. Ndakupa mfano wa wachache katika masahaba waliokuwa wakipitia tabu, wakipitia mateso mbalimbali kutokana na makafiri pale Makka. Sayyiduna Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Sayyiduna Bilal yeye alikuwa ni mjakazi wa Umayya, alikuwa akitumwa kazi na bwana huyu wa kikafiri. Wakati ule Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amelingania dini, wakaanza kumwamini Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa waliomwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam ni huyu bwana Sayyiduna Bilal radhiyallahu anhu wa arda. Umayya ambaye ndio alikuwa bwana wake, ndio bosi wake, alikuwa akikasirika kutokana na imani ya Bilali. Alikuwa akimtesa na kumsulubu ili yamkufuru Muhammad, ili yarudi katika ukafiri. Alikuwa akimtoa nje katika kipindi cha joto, mchanga wa moto anamlaza tumbo wazi, akichukua mawe katika baadhi ya vitabu vya sira vinaeleza hivi, akiekewa katika kifua chake, akiteswa kwelikweli, akiambiwa amkufuru Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini Bilal alikuwa anasema wahidan wahidan, kwamba Allah ni mmoja peke yake, Allah ni mmoja peke yake. Lakini ndugu yangu Muislam, Sumayya radhiyallahu anha, huyu Sumayya pamoja na familia yake ya mzee Yasir na mtoto wao Ammar waliteswa sana, kwa kuwa walikuwa hawana familia yenye nguvu katika kuwatetea na kuwahami. Lakini kwa sababu ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, wao bado walishika kalimatu tauhid bila ya kujali yale mateso waliokuwa wakiyapata. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa inafikia wakati akipita akiwaona wanateswa, anawaambia
sabran ya ala Yasri fa inna maw'idakumul janna, kuweni na subra enyi watu wa Yasr, hakika ahadi yenu kwa Mwenyezi Mungu ni pepo. Masahaba walipata tabu kweli kweli, lakini bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitishwa, alikuwa bwana Mtume Muhammad sallallahu akiudhiwa kweli kweli. Lilasafi shadid, wale waliokuwa wakimtetea na kumlinda Sayyidatu Khadija, lakini na babu yake Abu Talib alikuwa naye akimuhami, japokuwa yeye alikuwa bado hajaingia katika dini ya Kiislamu. Ilifikia amepata mtihani bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawa watu wakubwa wanaomuhami yeye nao wakafariki dunia. Ilikuwa ni amul huzni, mwaka wa huzuni kweli kweli. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya hapo akatoka kwenda kutafuta nguvu Taif, awalinganie watu ili apate nguvu ya kuieneza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini lilasafi shadid, kule alikutana na raddan qabiha, watu walimrudia katika raddi iliyokuwa mbaya, walimpiga mawe, walimtukana. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipata tabu kweli kweli katika mji ule, alipigwa mawe mpaka kiasi ambacho damu zinamtoka bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nini afanye? Allah subhanahu wa ta'ala alivyoliona hili, bado aliendelea kumtia nguvu mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini bado alimtia moyo wa subra. Lilasafi shadid, ilifikia wakati bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kwenda Madina mwaka wa 11 baada an-nubuwa, aliwalingania wale baadhi ya watu waliokuwa wametoka Madina. Wapo miongoni mwao wachache walimuamini, kisha wakarudi Madina wakalinganiana wao kwa wao. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yupo Makka wakati ule, walikaa katika Darun Nadwa. Kulikuwa na jumba linaitwa Darun Nadwa, mabwana wakubwa wa kikafiri wa Quraysh walikaa katika jumba lile wakijadili, wakiona kila namna wanaomfanyia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kumrudisha nyuma inafeli. Nini wafanye? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yupo nyumbani kwake, huku watu wamekaa kikao wakimzungumzia yeye namna gani ya kumfanya Muhammad ili da'wa yake isiweze kuenea. Katika kikao kile walihudhuria wale wakubwa wa kikafiri, lakini pia lilasafi shadid kulikuwa na ugeni mwingine, ugeni wa Iblisu la'natullahi alayhi. Wakati wapo katika Darun Nadwa wanataka kujadili na kuyazungumza yale, akiwemo Abu Jahali mude katika kile kikao, wakawa wanaulizana, wakamkuta mzee, wakamuuliza man anta ya sheikh, wewe ni mzee gani, unatokea wapi? Akasema ana sheikhu min Najdi, mimi ni mzee kutoka Najdi, nimetoka huku nimekuja huku, nimepata habari ya kwamba mnajadili kitu kikubwa sana. Hakuna kitu kikubwa mnachokifanya kama hiki ambacho cha kufanya na kutafuta namna ya kumtoa Muhammad ama kumrudisha nyuma Muhammad, ili ule uongo wake na ile dini yake isienee. Basi wakamkubalia katika kile kikao. Zikapatikana rai tatu ambazo zimenukuliwa katika Al-Qur'anul Karim. Alisimama bwana mmoja akasema, mimi natoa rai, nasema huyu Muhammad huyu, ili da'wa yake, ili dini yake isienee, asipate nguvu, tumkamate, tumfunge, tumpige minyororo huyu, tuhakikishe pale pale anafungwa, aenezi da'wa yake mpaka anakufa na njaa. Akasimama Sheikh an-Najdi, akasimama Iblisu la'natullahi alayhi, akasema hii sio rai, mimi sikubaliani nayo, kwa sababu Muhammad mkimfunga kuna watu watatoka huko kuja kumuona Muhammad kwa maneno yake mazuri, lazima tu atawasawishi na kuwaeleza wale watu wakapata kumwamini, na atakuwa na nguvu kubwa, watamtoa walipomfunga na dini itaenea. Yeye ilikuwa kazi yake kupinga rai huyu Iblis. Akakaa, akasimama mwingine akasema, mimi nina rai,
basi huyu Muhammad tumtoeni katika mji wa Makka, tumpelekeni mbali kabisa, huko atakuwa hana nguvu wala hana chochote wala namna ya kueneza dini yake, na sisi tutabaki Makka na mji wetu salama. Akasimama Sheikh Najdi, akasimama Iblisu la'natullahi alayhi, akasema hiyo pia sio rai, kwa sababu Muhammad mkimtoa Makka mkampeleka mbali, bado watapata watu watawalingania, dini yake itaenea, kisha watakuja tena kwa nguvu kubwa, watatutoa katika mji huu wa Makka, na wao watakuwa ndio wenye nguvu katika mji huu. Kisha akakaa Iblisu la'natullahi alayhi. Baada ya hapo akasimama Abu Jahl akasema, mimi nina rai yangu mimi, katika kila kabila atoke shabun qawi, kijana mwenye nguvu, kila kijana awe na upanga uliokuwa mkali, kisha tumfuate Muhammad tukamshambulie na kumuua. Banu Hashim watakuwa hawana uwezo wa kupigana na kila kabila ambalo limeshiriki kumuua Muhammad, kwa sababu makabila yote yatakuwa yameshiriki kumuua Muhammad, watakubali fidia na jambo litapita. Akasimama Sheikh Najdi Iblisu la'natullahi alayhi akasema, hadha huwa ar-ra'yu, hii sasa ndiyo rai, ifanyeni hii rai aliyotoa huyu bwana. Wakakubaliana kila kabila atoke kijana mmoja na upanga, wakaivamia nyumba ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili waweze kumuua na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala isiweze kuenea. Hebu angalia kila namna bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akiishi na watu hawa, mpaka ilifika wakati walimuita as-sadiqul amin, mkweli muaminifu. Lakini uzuri wa tabia zake, lakini wao wanampangia mipango mibovu. Wewe leo unaishi katika jamii yako, una kila namna iliyokuwa nzuri na tabia njema na mawazo mazuri, lakini hao wao unawafanyia mazuri wanakupangia mipango mibaya. Haina haja wala sababu ya wewe kuwalipizia mabaya. Hebu iga hii tabia ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilipofikia hali hii, Allah subhanahu wa ta'ala akamtuma Sayyiduna Jibril alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwamrisha ahame. Wakati huu kumbuka, bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walivyokuja watu kutoka Madina aliwalingania, na akapata watu ambao wakaenda kulinganiana kule Madina. Kulikuwa na watu tayari kule wapo washamuamini Allah subhanahu wa ta'ala na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia tayari bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakati maudhi yanaendelea kwa masahaba, alikuwa akiwahamisha baadhi yao kuelekea katika mji wa Madina. Allah subhanahu wa ta'ala hapa anamwamrisha bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhama kupitia Sayyiduna Jibril alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Hizi rai zimenukuliwa katika Qur'an. Allah anasema, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Hebu kumbuka Muhammad walivyopanga mipango wale ambao wamekufuru. Wamepanga mipango mitatu: liyuthbituka, ili wakufunge wewe Muhammad, au yaktuluka, au wakuue, au yukhrijuka, au wakutoe. Wayamkuruna, walipanga mipango na vitimbi vyao, lakini wayamkurullahu, Allah alitengua akaibomoa mipango yao. Wallahu khairul makirina, na Mwenyezi Mungu ndio mwenye nguvu na ndio mwenye uwezo mkubwa wa kupangua mipango yote mibaya wanaoipanga wale makafiri. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaambiwa, leo usilale katika nyumba yako, leo ufanye kihamo. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatoka nyumbani kwake, anamfuata Sayyiduna Abu Bakri radhiyallahu anhu